Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu. Ni Fiston Shimirimana. Nawakaribisha katika siku ya leo ya maombi. Nataka tuchangie neno la Mungu kidogo kwa dakika 5 then tuweze kuomba. Tunasoma kitabu cha Luka mlango wake wa kwanza mstari wa 13. Neno la Mungu nasema, lakini yule malaika akamwambia, usiogopi Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Hapa ni wakati Zakaria alikuwa anafanya kazi ya Mungu ya kutoa uvumba ndani ya hekalu, then malaika akamkujia. Lakini kuna Biblia inatuonyesha alikuwa na ombi, alikuwa na dua, alikuwa na maombi ambayo alikuwa anamuelezea Mungu, na ombi lake ilikuwa ni aweze kupata mtoto, na alikuwa akimlilia Mungu, anasema, Mungu nisaidie, nipe mtoto, nipe mtoto. Lakini miaka ikaenda, hakuweza kupata mtoto. Lakini kulikuwa na siku hakukuwa na tarajia, hakukuwa nafikiria, na ndio siku Mungu alimtembelea, na ndio siku Mungu amekuja akaleta suluhisho katika maisha yake. Hii inatuonyesha kwa yule ambaye anaomba, inawezekana kuna ombi umepeleka mbele za Mungu, kuna hitaji umepeleka mbele za Mungu, lakini ulikuwa hujapata jibu kutoka kwake. Lakini kuna siku ambayo hauwezi kuwa unatarajia, unaanza ona yale maombi ambayo umeyaomba Mungu anayajibu. Na ndio maana niambie kila mtu ambaye alikuwa anamlilia Mungu, anasema, Mungu gusa maisha yangu, Mungu badilisha maisha yangu. Usikate tamaa, kwa sababu kuna wakati wa kuomba, lakini pia kuna wakati wa kupata majibu ya maombi. Kuna wakati hakukuwa nasubiria kama Mungu atakujibilia, atakujalia neema itakushukia, Mungu atakutembelea. Ndio maana wakati mwingine kuna watu wenye walisema, leo sijisikii kuomba, na hakukuwa anajua kama ndio wakati Mungu atamtembelea. Na ndio maana napenda neno la Mungu, anasema ombeni bila kukoma. Kuhusu maombi hauruhusiwi kuchoka. Kuhusu maombi hauruhusiwi kuachana na maombi, kwa sababu kuna wakati utaona yao Mungu anajibu maombi yako. Na Zakaria alikuwa anafanya kazi ya Mungu, akashtuka tu anaona Mungu anamtembelea. Niseme kitu kimoja hapa kitasaidia maisha yako. Biblia inasema wakati malaika alimtembelea Zakaria na kuleta jibu lake la kuweza kupata mtoto kupitia kwa mke wake Elizabeth, alikuwa katika hekalu akifanya kazi ya Mungu. Ndio maana nikwambie kuna wakati usichoke na kukusanyika na watakatifu, usichoke na kwenda hekaluni, usichoke na kuweza kumuomba Mungu, kwa sababu kuna siku utaenda hekaluni, na haitakuwa siku tu ya kwenda kusali, lakini itakuwa ni siku ya kwenda kutanana na majibu ya maombi yako. Nimwambie mtu mmoja alikuwa anasikia kukata tamaa kwenda hekaluni, na kwambia usikate tamaa na kwenda kumuomba Mungu, usikate tamaa kwenda kumtumikia Mungu, usikate tamaa kwenda kujitolea katika kazi ya Mungu, kwa sababu kuna siku hautaenda tu kumtumikia Mungu, kuna siku hautaenda tu kufanya kazi ya Mungu, lakini utaenda kukutanana na majibu ya mahitaji yako. Na leo nakuja tuweze kuomba pamoja, naamini Mungu atafanya kitu. Kwa hiyo ombi ambao nimeomba Mungu, kwa hiyo ombi ambao umemlilia Mungu, hawezi kuweza kupata majibu, Mungu atakuonekania katika siku ya leo. Na napenda hii kitu, wakati Zakaria alikuwa anafanya kazi ya Mungu, malaika akakuja, Gabriel akakuja akamletea majibu ya mahitaji yake. Inawezekana na mimi nakuja kama vile Gabriel, Mungu ananituma kwako kama vile Gabriel, ili niweze kuwa njia ambayo Mungu ataipitia ili uweze kupata majibu ya mahitaji yako. Ndio maana wakati omba pamoja na mimi, pia uwe na imani ya kuwa Mungu atafanya kitu. Haijalishi imekuwa miaka mingi, kwa sababu hata Zakaria miaka ilikuwa ni mingi bila kupata mtoto, miaka ilikuwa ni mingi hajapata mtoto, lakini hakukata tamaa. Ndio maana nataka niambie mtu mmoja, ingawa imekuwa miaka mingi, Mungu hajajibu kile ambacho ulikuwa unahitaji, Mungu hajakupatia haja ya moyo wako, usikate tamaa. Inawezekana leo Mungu anaweza kuwa ananituma kwako kama vile Gabriel, ili uweze kupata jibu ya mahitaji yako. Naamini kama Mungu atatenda, naamini kama Mungu anaenda kukugusa, naamini kama historia yako inaenda kubadilika, kwa sababu Mungu anabaki kuwa Mungu. Mungu anabaki kuwa mwaminifu. Ndio maana usikate tamaa, ndio maana usivunjike moyo pamoja na yale unayapitia. Mungu anabaki kuwa Mungu, Mungu anabaki kuwa mwaminifu. Haijalishi miaka imekuwa mingi haujaona mkono wa Mungu, haijalishi miaka imekuwa mingi haujapata ndoa yako, haijalishi miaka imekuwa mingi umesubiria kazi umekosa, lakini siku ya leo ni siku ya neema juu ya maisha yako, na Mungu anaenda kubadilisha majira, na Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Lile ambalo lilikuwa nakusumbua, lile ambalo ulikuwa unasubiria miaka mingi, Mungu anaenda kulitenda kupitia maombi ya leo. Kitu nahitaji upandishe imani yako, na mimi nakuja na imani ili tuweze kuomba pamoja na Mungu aweze kujibu mahitaji yako. Amen.
Bwana, tuko mbele zako, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye mamlaka, kimbilio letu, msaada wa karibu, na kutukuza Bwana na kuabudu. Ninasema asante kwa siku ya leo. Naombea kila hawa wote ambao wamesumbuka na magonjwa katika jina la Yesu. Bwana, wewe ndiye Mungu mponyaji, Jehova Rafa the healer. Naomba uweze kuwagusa hawa wote ambao wanateseka, wako katika kitanda cha magonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakati tuko tunaomba, kuna mtu yuko na ndugu yake kwa hospitali na yuko namlilia Mungu aweze kumponya. Mungu anasema nataka kumponya katika jina la Yesu. Naombea huyu mama ambaye anagonjeka hospitali, katika jina la Yesu, uweze kumgusa, uweze kumgusa, uweze kumgusa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Acha madaktari wapate confusion, wakuje wakutane magonjwa yote imedisappear, wamwambie atuone tena magonjwa, unaweza rudi kwa nyumba katika jina la Yesu. Naachilia uponyaji, naachilia uponyaji, naachilia uponyaji, naachilia uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mwingine yuko ananisikia, baba yake ni mgonjwa, wakati tuko tunaomba, Mungu anaenda kumgusa katika jina la Yesu. Mungu anaenda kumgusa katika jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa sababu ya baba yako mzazi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama Bwana, simama Bwana. Kuna mwingine mama yuko ananisikia, kijana wake ni mgonjwa, katika jina la Yesu. Naombea huyo mtoto wako katika jina la Yesu, apokee uponyaji kuanzia sasa, apokee uponyaji kuanzia sasa, apokee uponyaji kuanzia sasa. Kuna mwingine yuko ananisikia, lakini yeye ni sister yake ni mgonjwa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Naombea huyo sister yako apokee uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila magonjwa ambayo yanasumbua watu wako, kila magonjwa ambayo yanasumbua watoto wako Bwana, uweze kuachilia katika jina la Yesu, uweze kuachilia katika jina la Yesu. Kuna mwingine mama yuko nasikia audio hii na ana ugonjwa wa diabetes, katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa ya kisukari ikae kimya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Magonjwa ya kisukari ikae kimya, magonjwa ya kisukari ikae kimya, magonjwa ya kisukari ikae kimya kuanzia sasa, kuanzia sasa. Na kufukuza hiyo magonjwa ya kisukari ndani ya damu, na fukuza hiyo magonjwa ya kisukari ndani ya damu kuanzia sasa. Sukari yako iwe stable na isiongeze kupanda wala kushuka, iwe kati kwa kati katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji. Kuna wengine ni wamama watatu wako wanasikia hii maombi, walishindwa kupata watoto. Ni wamama watatu walishindwa kupata watoto, wako na utasa katika jina la Yesu. Kuanzia sasa pokea mtoto katika jina la Yesu, pokea mtoto katika jina la Yesu, pokea mtoto kwa jina la Yesu. Miongoni hao watatu kuna umoja, bwana yake amemsumbua, amemwambia usipozaa mimi nitakufukuza. Hii mwaka amemwambia, hii mwaka 2025 ndio mwisho, usipozaa ninakufukuza, ninaleta mwingine mke, kwa sababu sitavumilia kuishi miaka yote na sina mtoto katika jina la Yesu. Na kuna mwingine kwa anasikia amefanya miaka 10 amesubiria mtoto amekosa for 10 years katika jina la Yesu. Na achilia mtoto juu ya tumbo lako katika jina la Yesu. Pokea mtoto katika jina la Yesu, pokea mtoto katika jina la Yesu, pokea mtoto katika jina la Yesu, pokea mtoto katika jina la Yesu. Haijalishi ni miaka mingi, miaka 10 hujapata mtoto, pokea mtoto kuanzia sasa, pokea mtoto kuanzia sasa. Mungu mwaminifu, simama juu ya huyu mama ambaye amesubiria for 10 years, kwa miaka 10 hana mtoto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dhihirika Bwana, dhihirika msaada wa karibu. Kumbuka watu wako, kumbuka watu wako katika jina la Yesu. Kuna mwingine ni mguu wa kuume unamsumbua sana, maumivu umepita kiasi, katika jina la Yesu. Naombea huyo mguu kae kimya katika jina la Yesu, naombea huyo mguu kae kimya katika jina la Yesu, naombea huyo mguu kae kimya katika jina la Yesu. Kuna wengine ni mzee, ni mbaba, mgongo umemsumbua, katika jina la Yesu. Hiyo mgongo kae kimya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mwingine ni mguu wa kushoto, lakini kwa goti linamuuma, hawezi hata akakunja mguu kwa sababu goti linauma, katika jina la Yesu. Maumivu hayo ninayaondoa katika hiyo goti, ninayaondoa katika hiyo goti, ninayaondoa katika hiyo goti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama Bwana, simama msaada wa karibu, dhidhirishe mtakatifu katika jina la Yesu. Hawa wote ambao wanasumbuka na magonjwa na kembea magonjwa hiyo, ninaondoa magonjwa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Onekana mtakatifu, onekana mtakatifu. Dhihirika Bwana wa majeshi, jitukuze Bwana wa majeshi, jitukuze msaada wa karibu. Udhihirike Bwana, dhihirika mtakatifu, dhihirika Bwana, ujitukuze Bwana wa majeshi. Onekana msaada wa karibu,
Onekana Mungu usiyeshindwa, uonekanie Bwana wa majeshi, uonekanie Bwana wa majeshi. Dhihirika mtakatifu katika jina la Yesu. Onekana Bwana, ni wewe tunatumainia, ni wewe tunatizamia. Neema yako ikasimame kwa hawa wote ambao tumeombea. Neema yako ikasimame kwa hawa wote ambao tumewaombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dhihirika mtakatifu, dhihirika Mungu usiyeshindwa, ukasimame juu ya maisha yao, ukawatetee Bwana wetu, ukawatetee msaada wa karibu. Neema yako ikatende kazi, neema yako ikasimame. Kuna mwingine anasema iko namwambia Mungu, leta amani katika ndoa yangu, leta amani katika ndoa yangu. Pokea amani katika ndoa yako katika jina la Yesu. Na kataa hizo ugomvi hazitakuwa tena katika ndoa yako katika jina la Yesu. Bwana, na establish amani, na establish amani katika ndoa hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kuna mwingine yuko ananisikia, mzee wake anamsumbua, hata saa hii anaanza kupangilia kuachana naye, anaanza kupanga kuachana naye katika jina la Yesu. Hiyo ndoa haitavunjika katika jina la Yesu, hiyo ndoa haitavunjika katika jina la Yesu. Mungu anakuja kuitengeneza, Mungu anakuja kuitengeneza. Kuanzia sasa utaona mabadiliko, kuanzia sasa utaona mabadiliko. Na badilisha kila hewa zote ambazo zilikuwa zinasumbua hiyo ndoa, kwa sababu ielekee katika kuvunjika katika jina la Yesu. Onekana Bwana, amani inaingia katika ndoa hiyo, amani inaingia katika ndoa hiyo. Asante mtakatifu, kwa sababu utaendelea kujionekanisha, kwa sababu utaendelea kujitukuza. Acha uendelee kutenda kila yote ambayo atasikia audio hii Bwana, uendelee kumgusa, uendelee kubadilisha maisha yake katika jina la Yesu. Na kupenda Bwana, kwa sababu utaonekana na utajitukuza, utukufu utabaki kuwa wako. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu Bwana. Asante kwa sababu utaendelea kudhihirika, utaendelea kudhihirika. Kuna mwingine mama iko naombea watoto wake wako napanga mipango ya safari, iko naombea watoto wake wako napanga mipango ya safari. Pokea safari kwa sababu ya watoto hao katika jina la Yesu. Ni watoto wako wako napanga mipango ya kusafiri kwenda ngambo, wengine wanaenda Europe. Bwana anasema anaenda kufungua milango hiyo katika jina la Yesu. Pokea safari za watoto wako katika jina la Yesu. Pokea safari za watoto wako katika jina la Yesu. Asante mtakatifu, kwa sababu unaendelea kufungua safari za watoto wao. Asante Kristo Yesu, kwa sababu uaminifu wako utadhihirika, uaminifu wako utaonekana kwa sababu ya familia hiyo. Bwana, tunakupenda kwa sababu utaendelea kuonekana. Heshima na utukufu zitakubaki kuwa zako milele na milele, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Mungu awabariki. Naitwa Fiston Nshimirimana. Hii audio ya maombi watumie watu tofauti, na wenye wataweza kuomba pamoja nami kupitia maombi haya, na Mungu atawabariki. Na walika next week from Monday tutaanza mafundisho. Tunaendelea na kitabu cha Joshua, mahali ambapo tuko tunachambua kitabu cha Joshua. Mungu awabariki na awatendee, amen.